tajiri, hauwezi ukawa navyo ukiwa tu hapa hapa Dar es Salaam. Kuna wakati Mungu akitaka kushangaza dunia lazima kutoe kwanza. Bwana kutoe kwa jina la Yesu. Bwana kutoe kwa jina la Yesu. Bwana kutoe kwa jina la Yesu. Ninaposema hivi ninaona minyororo. Kaya mashaka ya baba. Niko naona minyororo. Kuna baadhi ya watu hatima yao sio Tanzania. Hatima yao sio Dar es Salaam. Hatima yao ni ya kiafrika, ya kimataifa. Kuna watu hatima yao ni ya kimataifa, lakini minyororo ya ukoo, minyororo ya mizimu bado inamshikilia. Wewe unaenda wapi wewe? Wewe unaenda wapi wewe? Natamka kwa jina la Yesu utatoka ile mati na haleluya. Kuna mtu hana kitu kwa sababu hajatoka. Kuna mtu, sikia nikwambie, yani kuna aina ya watu hauwezi kuwa tajiri ukiwa tu mahali ulipozaliwa. Bwana sifiwe. Kila mtu ambaye Mungu alitaka amtumie, kila mtu Mungu alitaka fanyeje? Amtumie. Mara nyingi Mungu anatumia kumtoa kwanza. Haleluya. Mungu anatumia kumtoa kwanza. Huyu asingetoka Morogoro asingekuwa mtumishi wa Mungu. Haleluya. Usingetoka Bukoba usingekuwa mtumishi wa Mungu. Na ninatangaza hivi ninavyoongea, hata Tanzania utatoka pia kwa jina la Yesu. Natangaza. Haleluya. Mungu akasema na Ibrahim na Abraham, wakati ule alikuwa Abraham, akamwambia toka, nenda mahali nitakapokuambia, nitafanya jina lako kwa kubwa. Na nikiangalia vizuri, Abraham alikuwa hana experience yoyote na Mungu. Sikia nikwambie, kumsikia Mungu akutegemei kusoma sana Biblia. Kumtegemea Mungu ama kumsikia Mungu akutegemei kuwa nabii. Hakutegemei kusoma Biblia ama kuwa na uzoefu wa madhabahu. Kuna mtu ana uzoefu wa madhabahu lakini kiwango cha kumsikia Mungu ni kidogo. Ibrahim alikuwa amelelewa katika familia ya babake Tera, walikuwa wamjui Mungu. Lakini Mungu alipomtokea akasema naye, alimsikia kama alivyosema. Toka, nenda mahali nitakapokuambia. Hakumwambia kwenda wapi. Aisee, haona kiwango cha usikivu. Hebu toka, nenda, na huko nakoenda nitakufanya kuwa taifa kubwa. Wakati mwingine Mungu yuko hivi, unaweza kuwa amesema na wewe jambo, unanielewa? Ukirudi kumuuliza anakaa kimya. Mungu anakuwa leo tabia sana, akiongea na wewe jambo mara hii ananyamaza. Ukirudi tena magotini kwamba Mungu ulikuwa unasemaje, anakaa kimya, aongee. Unaona kabisa ananyamaza kabisa. Sio, unajiuliza Mungu ni kweli? Lakini Ibrahimu aliposikia sauti ya nani? Ya Mungu, kwamba toka, hebu toka katika nyumba ya baba yako. Yani Ibrahimu alikuwa anategemea 100% familia yake. Lakini Mungu akamwambia toka kwenye familia. Toka kwenye familia. Sikia nikwambie, kati ya watu Mungu aliwainua, the first aliwatoa kwenye familia. Kuna viwango vya utumishi haviwezi kuwa kwenye maisha yako ukiwa unagandamana na ndugu zako tu, ndugu zako, au utakuwa mtumishi. Mmezaliwa sawa, lakini Mungu hajasema kwamba siku zote utaendelea kugandamana na ndugu zako. Haleluya. Akamtoa kwa ndugu zake, kwa baba yake, nenda. Ibrahimu akatii. Kwa kuwa ni Mungu alisema. Nataka niseme hivi, hakuna aliyemfuata Mungu, aliyesikia sauti ya Mungu akapotea, hata kama amesema na wewe giza. Haleluya. Hakuna aliyemsikia Mungu akapotea, hata kama upo gizani. Sauti ya Mungu ina nuru tosha, hata kama alichokisema ni kigumu. Haleluya.